Waebrania sura ya 9 mstari wa 22. Ndiyo. Neno la Bwana linasema. Ndiyo. Na katika Torati. Na katika Torati. Karibu vitu vyote. Katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu. Hakuna ondoleo. Tunahitaji vitu vyote vinatakaswa kwa damu. Unaponunua shamba lako, sema amina. Ikiwa kwenye shamba hili aliyenunua wa kwanza alimwaga damu ya mbuzi, akamwaga damu ya ng'ombe, akamwaga damu ya watu, akamwaga damu ya ndege, akamwaga damu si ya nini, wewe mwaga damu ya Yesu Kristo. Makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo. Nchi yetu inaweza ikastawi, nchi yetu inaweza ikapona, nchi yetu inaweza kaona panatokea vitu. Leo hii tunashangaa vitu vinatokea, ni kwa sababu kuna damu ya Yesu inaendelea kufanya kazi. Wale waliokuwa wanaabudu miungu walikuwa wanakwenda kutambikia pale, lakini hawakuona chochote. Lakini leo hii kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya wateule wake Mungu, kwa ajili ya wana wake Mungu walioitwa kwa jina lake, nchi inaponywa kwa njia ya damu ya Yesu. Vitu vyote vinatakaswa kwa damu. Kinunua gari ulioinunua, lazima hakikisha kwamba hujui aliyenunua wa kwanza alikuwa tamka nini. Takasa kwa damu. Ukinunua pikipiki, hujui ilikuwa tengenezewa wanaabudu Mungu gani. Takasa kwa damu. Ukinunua kiwanja, nyumba, hujui aliyejenga alifanya nini. Takasa kwa damu. Chochote kinachokifanya vyote vinatakaswa kwa damu. Damu ya Yesu mahali ilipo. Ukienda kwenye site ya chumba, umeanza biashara, hujui aliyekuwa anafanya biashara pale alikuwa anafanyia kwa Mungu gani. Takasa kwa damu. Vitu vyote vinatakaswa kwa damu. Vyote vinatakaswa kwa damu. Damu ya Yesu inasafisha. Sema amina, amina. Tukiomba Mungu ataisafisha nchi yetu. Hata kama kuna mambo yametendeka yaliyo kinyume, bado Mungu ni wa huruma, bado Mungu ni wa upendo, bado Mungu ni wa fadhili. Ataitakasa nchi yetu, ataiponya nchi yetu. Sema amina kama unaamini hilo. Na naomba unufaike kwa utakaso wa damu ya Yesu kwenye nchi yako mwenyewe kwa jina la Yesu. Sema amen.